Bwana, klabu ya soka ya Young Africans inaendelea kudhibitisha ubora wake kwa namna ambavyo wamekuwa wakijitanabaisha kwa kufanya usajili. Hatimaye ni taarifa za ndani viwandani zinazoelezea juu ya mikakati ya kukiboresha kikosi. Tayari tumeshuhudia kikosi kimetengenezwa, hasa benchi la ufundi chini ya Mang'oba Nditi, yani kocha ambaye ametoka Afrika ya Kusini. Kumradhi, nimelitaja vibaya. Anaitwa Mang'oba Nditi, kocha mkuu wa klabu ya soka ya Young Africans, ambaye kocha wake msaidizi ni Mang'oba Mfuzule, naye ndiyo msaidizi wake katika benchi la ufundi. Hatimaye lile dili la kufukuzia wachezaji wenye talanta kubwa, wenye uzito mkubwa, wenye heavyweight, basi umeanza kufanyika na kikosi kimeanza kusimama kwenye matarajio au mikakati yake halisia, huku wakiendelea kuonyesha ni kwa namna gani wanahitaji kurejea kwenye ubora na umakini ambao wapo nao. Klabu hiyo imejitosheleza na kuzungumza kwamba wanahitaji kutengeneza utimamu wa timu, umakini wa timu na umakini wa timu kwa namna moja ama nyingine, ili kuleta tija katika msimu unaokuja. Na ndio maana klabu ya soka Young Africans inaendelea kutuma ofa mbalimbali, huku ile ya Jean-Claude Gilumugisha ikiwa ni miongoni mwa ofa ambayo inachakatwa vizuri kwa undani zaidi. Na taarifa zikiwa zinaelezea kwenye baadhi ya peji za waandishi wakubwa hapa nchini Tanzania kama vile Hansi Rafaeli, wakiwa wanadhibitisha kwamba tayari kuna hati ya Jean-Claude Gilumugisha kuichagua Tanzania, kwa sababu pia muda mwingine wachezaji wanaangalia mazingira mazuri ya kuishi, mazingira mazuri ambayo yatawasaidia wao kuweza kutumia fursa au wakati mzuri katika nchi au katika taifa hili la Tanzania, kwa sababu amani ndiyo msingi mkubwa wa taifa hili la kwetu Tanzania. Ndio maana wengi wamekuwa wakichagua zaidi katika masuala mazima ya kisoka au ya kimpira. So moja kwa moja tunakuja kuzungumzia ule ufanisi ambao wanaendelea kufanya kwa kusaka striker ambaye atarithi pia namba ya mwana wa mfalme Prince Mpumelelo Dube, ambapo hapo anatajwa heavyweight man Peter Shalulile the Great, naye ni ndani ya nyumba, huku Simba nao wanaonekana kwamba wanamtaka Peter Shalulile. Kwa kiufupi ni kwamba mambo yanapandiana, yani mambo yanarukiana, mambo yanapandiana, mambo yanafanyiana ubaya ubwela. Yani niseme tu kwamba kila kitu kinaweza kikawa kwenye wakati wake, lakini timu zinaoneshana mababe, ubavu na mikakati ya kiutekelezaji. Ndio maana moja kwa moja tunaenda kushuhudia kwamba kuna namna ambayo Young Africans wanapambana zaidi kuhakikisha wanaipata sajili ya Jean-Claude Gilumugisha. Kuna wakati ambao Young Africans wanapambana kabisa kuitafuta saini ya mwana wa Namibia ambaye ni mtaalamu wa hizi kazi, bwana Peter Shalulile, na kuna wakati ambao Young Africans wanapambana zaidi kuhakikisha kwamba msimu huu unakuwa ni wa kwao, huku kuna za ndani kabisa ambazo zinatuelekeza au zinatuambia kwamba Faisal Salum Feitoto naye yupo katika rada kujibusti na wananchi. Yani kiufupi sajili unaenda kuonekana au kuonesha thamani ambayo Young Africans wanahitaji. Wao wanataka kupambana kimataifa zaidi, ndio maana misingi ya upambanaji kwao ni mikubwa sana kuliko ambavyo watu wanadhani au watu wanafikiria. So ngoma ni nyepesi kwa Engineer Hersi Said na Gharibu GSM. Hawa ndio watu ambao wanaendelea kuonesha kwamba jambo linawezekana, jambo la kimkakati na litakwenda kutimia. Mimi niseme tu ni wakati ambao Young Africans wanaendelea kuonyesha makali yao, wanaendelea kuonesha balaa lao, wanaendelea kuonyesha ni kwa namna gani wanapambana kuitafuta taji la ushindi. Kwa hiyo niseme tu kwamba Simba wajipange, kwa maana ndio wapinzani wakubwa wa Young Africans. Hivyo sasa kuna Clement Mzize, kuna Peter Shalulile, kuna mnyama mkali Jean-Claude Gilumugisha, alafu hapo yupo Stephanie Aziz Ki. Sasa nyie mtachagua mko wapi, mpo upande gani na mnazingatia nini? Tukubaliane tu kwamba ni wakati ambao kila mmoja anaenda kudhibitisha balaa kwenye nchi, kwenye mipango na mikakati ile ambao inaenda kufanyika au inakwenda kutokea. Kila mmoja
awe shujaa au shuhuda wa mwenzake. Hii ni ndani viwandani. Je, nyie mnatuambiaje? Nikumbushe tu kwamba hii ni Frequency na zoni ya michezo na burudani, tukiwa tunadhibitisha yale ya ndani ambayo yanaenda kutokea. Kumbuka kushare, kusubscribe, kulike pamoja na kucomment ili wa kwanza kupata burudani zetu za kimichezo, na uendelee kuwa familia ya Frequency Sports. Mimi niko na wewe endelea kutufuatilia kila siku ili uweze kujipatia taarifa zetu kemkem za kimichezo na burudani, na uwe wa kwanza kupata habari zinazokuhusu. Sisi tuko tayari kuwa na wewe. Je, upo tayari?